Lakini ni kwa nini? Ni kwa nini kila mara, kila wakati neno hili twalisoma? Kila mara, kila wakati hili neno tunalisoma, tunarudia tena tusome. Siku nyingine ikifika tunakuja, wiki ijayo ni neno hili. Na Biblia hii ni moja, maneno ni moja, maneno ni yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tunasoma tena, tunasoma. Ni kwa nini tusome tena? Ni kwa maana sisi binadamu hatuna uwezo wa kujiokoa sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Una nguvu yoyote ya kutenda mema mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa maana Ibilisi anatukaria, tulishindwa, tukaanguka katika dhambi kutokana na yule papa wetu wa kwanza ambaye anaitwa nani? Adamu na Hawa. Walikula ile tunda. Tangu wakati huu mwanadamu ambaye anasaliwa na mwanamke yoyote ana nguvu tena kujielekeza kwake Yesu. Sasa ndio maana turudie, tukumbuzwe, tuongewe, tufanyiwe hayo ili tena Ibilisi asipate nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kungekuwa na mtu ambaye alikuwa anaonya kila mara Adamu na Hawa, hawangekula lile tunda. Na saa hii tungekuwa na furaha, hatungekuwa na hii matatizo hapo. Dhambi inatusumbua, mambo maovu. Ibilisi anatuletea magonjwa, Ibilisi anatuletea mambo machafu, anatuletea na mapepo na mambo mengi ambayo yanayotusumbua. Ndio maana kila wakati tunakula hatusipi. Bwana Yesu asifiwe. Unakula saa hii tena ukitoka hapa tena tunaenda huko. Asubuhi tulikunywa jana. Asubuhi wengine walikunywa uji. Asubuhi wengine walikula vile walikula. Tena saa hii sasa watakula. Tena jioni utakula. Hiyo ndio maana sisi twasumbuka, kwa sababu tulianguka katika dhambi. Na alipoanguka katika dhambi, sasa kilioko sasa ni kila wakati turudie neno hili. Kila wakati tusungumuse neno hili. Kila wakati tusomewe neno hili. Kila wakati tuhubiriwe neno hili. Kila wakati tuchiweke ndani yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana kitabu kile tulichosoma cha kwanza katika Yohana wa kwanza mlango wa 2 mstari wake wa 2 linasema hivi. Kifungu cha kwanza kinasema hivi: watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Haleluya. Yaani anasema ya kwamba hata ngawa tutatenda dhambi, tusione ya kwamba tumefika mwisho. Tusione ya kwamba sasa tufai mbele yake Mwenyezi Mungu. Ila kama ulitenda pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Ibilisi anatudanganya. Ibilisi yeye ni mkali kwa nguvu za binadamu. Basi usipokuwa ndani ya Yesu Kristo, usipotiwa Roho Mtakatifu, Ibilisi anakutanganya kila wakati. Atakuchanganya, atakuweka katika mitego yake na atakushinda. Hiyo ndio maana tuacha kila wakati mbele ya Mwenyezi Mungu kumulilia atuweze akatupa nguvu za kushinda Ibilisi mwovu. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Yaani Yesu huyu sasa ndiye patanisho yetu. Ile dhambi tulikosa pale mwanzoni, sasa yeye ndiye anaturejeza tena. Kwa maana Adamu na Hawa hawakuwa na mtu wa kuwarejeza kwa Mungu. Sasa Mungu ameweka mtu kati ya mwanadamu na nani? Na huyu mwovu Ibilisi. Sasa mwovu Ibilisi hapati nafasi, kwa maana tuko na mwamba ambaye
katikati hapa ametuzuia ibilisi hatuoni. Kama unakuwa ndani ya Yesu Kristo, unakuwa na Roho Mtakatifu, ibilisi hakuoni. Wewe umekingwa na mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Ndio maana tunasema Yesu ndiye mwamba wetu, kwa maana anatukinga hilo ibilisi atuletee yale magonjwa, atuletee yale maovu, atuletee yale machafu anayotenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiwa ndani ya Yesu Kristo umekingwa, umewekewa mwamba, umewekewa. Sasa huyu ibilisi akuona, anapokuona anaona kama ni moto nao waka. Bwana Yesu asifiwe. Ibilisi hataki mahali Yesu Kristo aliyo, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni patanisho kati yetu na Mungu kwa dhambi zetu, bali sio kwa dhambi zetu peke yake, bali kwa kila mmoja ambaye anaishi hapa ulimwenguni, ambaye amesaliwa na mwanamke. Huyu mtu ambaye amesaliwa na mwanamke ajue ya kwamba patanisho hiko kwa Yesu Kristo. Na hapo anasema, na katika hili tuachua ya kwamba tunamjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukajua Yesu Kristo hivi, bali utakaposhika amri zake, mawazo yake na mambo yake yote, yale nia zake, ile njia zake, nafsi zake, anavyotaka sisi binadamu tuishi. Tutakaposhika amri hiyo, basi tutakuwa tunajua ya kwamba tumo ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Na hiyo amri ni hii aliyotuapa ya zamani, sio amri mpya, si amri sasa ya hii. Anasema ni amri ambayo alituletea kuanzia mwanzo. Ilikuwa hapo ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amri iliyo ya kwanza tena muhimu sana ni kwamba tumpende Mungu Baba muumba wetu kwa moyo wetu wote, akili zetu zote na nguvu zetu zote. Na ya pili inayofanana na hiyo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako, kama unavyojipenda. Mpende na jirani yako kama nafsi yako. Anasema ya kwamba katika hili tunajua, ama anasema hivi: asiyempenda ndugu yake huyu, asiyempenda ndugu yake huyu hana upendo wa Mungu, na akai ndani ya Mwenyezi Mungu. Lakini yeye asisikae neno lake, katika huyu upendo wa Mungu unakaa umekamilika kweli kweli. Katika hili tunajua ya kwamba tumo ndani yake. Kwa hivyo tunapokuwa tunamjua Yesu Kristo, lazima tushika amri zake. Na amri zake ni hii: kumpenda Mungu, kumpenda jirani yetu kama nafsi yetu. Na tunapojua hiyo, tunajua ya kwamba tuko ndani ya Yesu Kristo. Basi somo letu ambalo la Injili lilikuwa ni kwamba wale Yesu alituma wale wanafunzi wake 70, aliwaambia, kawapa mamlaka waende wahubiri neno. Walipofika pale sasa wanaleta majibu, wakasema tu wako na furaha, kwa maana ibilisi aliwasikia. Walitoa mapepo, waliponya watu, wakafanya kila mambo mazuri. Ndipo Yesu akawaambia, hata niliona ibilisi akirushwa kutoka mbinguni kama umeme, lakini akawaambia, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge, na hakuna kitu chochote kitaweza kuwahudhuru. Lakini anawaambia, msifurahi ya kwamba mmeshinda ibilisi, bali furahini ya kwamba jina lenu limeandikwa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
mfurahi ya kwamba jina lenu aliwezi kuandikwa katika kitabu cha uzima ikiwa wewe umpendi ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda ndugu yako, basi umeshika amri za Yesu. Ukishashika amri za Yesu, sasa utaitwa mtoto wa Mungu. Ukiitwa mtoto wa Mungu, basi utakuwa mtoto wa urithi. Ukiwa mtoto wa urithi, jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima, na wewe utakuwa ni mtu ambaye anayefahamiwa, ambaye anaitwa sasa mteule wake Bwana. Na hiyo ndio maana tunakuja hapa tukitania ama tukishindana ya kwamba tuweze kuitwa watoto wa urithi. Utakapoitwa mtoto wa urithi, basi jueni ya kwamba mwisho kija, wewe utaingia katika ufalme wa milele, kwa maana wewe umepita kutoka, wanasema unapita kutoka gizani kuingia nuruni, na kutoka mauti kuingia uzimani. Kwa hivyo wewe na mimi, kati yako nami, tuweze tukang'ang'ania neno hili, tukaweze tukang'ang'ania ili tuitwe watoto wa urithi, kwa maana hilo ndilo jambo kubwa sana. Sio kuja tu unafahamu unashinda haya mambo kama ni mtu ambaye ni mgonjwa, wewe unamuombea. Kama wewe umepewa kipawa fulani, kama ni kuimba, unakuja unaimba, unasema sasa umefanya vizuri. Hiyo ndio dini inaanza kufunza watu wengi. Ukija kanisa, ukitenda vizuri, ukitenda mambo hiyo usifurahi nayo. Hiyo kuimba imba, hiyo kufanya kazi hiyo ufanya. Kama unafukuza mapepo, fukuza. Hiyo ni kitu bure. Anasema hapo bado furahini ya kwamba jina lenu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Hiyo ndio jambo kubwa sana. Utakapofahamu ya kwamba uko ndani ya Yesu Kristo na Kristo ako ndani yako, basi hapo unajua ya kwamba unashika amri zake, unajijua sote, unazisika. Ukishafahamu ya kwamba umeshika, basi jueni ya kwamba uko ndani ya Yesu Kristo. Kwa maana anasema hivyo katika hii fungu la 4, anasema hivi ya kwamba yeye asemaye anamjua wala asiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua neno la Bwana ninasema hivi na wewe ufanye hivi, hata ukija kanisa, hata ukifanya vizuri, hata ukiimba, hata ukimfanyia yale makubwa ambayo binadamu akiona anaona ya kwamba wewe unafukuza mapepo, unaponya watu, unaombea mtu mpaka mtu anapona, hiyo ni mambo bure. Anasema hiyo bado ile mambo hiko ni kumsika, ni kuona kwamba neno lako, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Nimo wake, nimo wake, nimo wake Yesu, nimo wake, nimo wake, nimo wake Yesu. Amatuko ameosi, nimo wake Yesu, nimo wake, nimo wake, nimo wake Yesu, nimo toye, nimo toye, nimo toye Yesu, nimo toye, nimo toye, nimo toye Yesu. Amatuko ameosi,
ni moto Yesu, ni moto ni moto ni moto Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu, amatuko aneonsi ni morandie Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu, amatuko aneonsi ni morandie Yesu, ni morandie ni morandie ni morandie Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakuja tena mchana wa leo mbele ya uso wako e Bwana. Angalia umekuwa nasi tangu tulipoanza ibada yetu, na sasa e Bwana tumefika katika ukingoni wa ibada hii. Bwana, sasa neno ambalo tumesoma siku ya leo liweze likakaa ndani ya maisha yetu, liweze Bwana likawa ndio mwongozo wetu simani katika ulimwenguni huu tunapoishi e Bwana. Kwa maana tunajua ulimwengu huu unatawala na yule mwovu Ibilisi. Amekapa ulimwengu kila sehemu, kila pande zote. Hakuna jambo lolote tutakalolitenda zuri mbele yako pasipokuwa wewe na Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa maana Ibilisi kila wakati, kila uchao anatuletea magonjwa, kila mambo anatuletea mitego, kila uchao yeye hutuletea mambo mahofu, hutuletea mambo yasiyo mazuri, hutuletea rahana za kila njia, hutuletea ugomvi, hutuletea vitina, hutuletea tupitana na wenzetu, hutuletea mambo machafu, mambo mahofu, hata na mapepo machafu hutuletea, ili Bwana tuweze kuanguka katika mtego yake. Mchana wa leo naomba ya kwamba Ibilisi na mapepo yake yote hayana tena nguvu katika maisha yetu. Bwana, muondoe katika jina la Yesu, ili Bwana tuweze tukawa huru. Utujaze na Roho Mtakatifu aingie atawale ndani ya mioyo. Kwa maana tunajua tukiwa na Roho Mtakatifu tutakuwa na nguvu ile ambayo ulisema ya kwamba tuweze kuwa nao. Hakuna nyoka, hakuna hinge, hakuna vitu vichafu ambao vitaweza kutudhuru. Unasema ya kwamba tutakuwa na nguvu ya kuvikanyaga, na Roho Mtakatifu akuwa pamoja nasi. Bwana, tutafaulu katika jambo hilo. Bwana, tutawekea watu mikono na wapone. Tutawekea wenye mapepo na atoke mikono. Tutawaweza kuwaombea wote ambao Bwana wamerudi nyuma, na waweze wakarudi tena katika sisi lako e Bwana. Kwa maana tunajua wewe una uwezo huo. Binadamu wenyewe sisi hatuwezi, lakini ukiwa pamoja nasi e Bwana tutafaulu. Tunakuomba uweze kukaa pamoja nasi. Uweze Bwana ukachukua nia zetu mbaya ukaondoa. Bwana ukaweza ukatujaza na Roho Mtakatifu, ukatutia na nuru yako, ukaweza e Bwana ukatupaka mafuta tuweze kunena neno lako. Tutakaponena neno hili kwa watu waweze Bwana wakatupu na kukurudia.
nasi tutakapofaulu tutaliinua na kulisifu jina lako takatifu. Nawaombea wote ambao ni wagonjwa sasa, wakati huu, kila sehemu inayohuma, ikiwa ni kichwa, mgongo, mguu, hata na tumbo, mikono na yote, katika sehemu kila